Mwisho wa laana. Sehemu ya 5. Miezi miwili tu baada ya kurithi mali, dunia ya Kevin ilianza kuporomoka kwa kasi isiyoelezeka. Kila kitu alichokuwa amekitafuta kwa tamaa kikaanza kuyeyuka mikononi mwake kama mchanga. Biashara zake zilianza kufilisika. Wateja walikimbia, baadhi kwa sababu ya uvumi kwamba Kevin alikuwa na mkono katika mauaji ya wazazi wake, na wengine kwa sababu hawakuelewa kwa nini kila biashara aliyoshika ilikufa ghafla. Mashamba yake makubwa ya chai yalishambuliwa na wadudu wasiokuwa wa kawaida, mazao yakateketea. Kila usiku, ndoto za kutisha ziliendelea kumtesa. Mara nyingi alijiona amefungwa kwa minyororo ya moto, wazazi wake wakimchoma moto taratibu huku wakimwambia kwa sauti ya huzuni, ulipaswa kutubariki, si kutuua. Wakati mwingine angeamka usiku akipiga kelele na nyumba nzima ingetingishwa kana kwamba tetemeko linatokea. Marafiki waliokuwa wakimzunguka wakaanza kumtoroka mmoja baada ya mwingine. Shadrach na Timo walipotea, wakitoroka na mamilioni ya pesa kutoka kwenye akaunti zake na kumwacha akihangaika peke yake. Siku moja alikuta hati zote za nyumba na mashamba zimechukuliwa na benki baada ya kushindwa kulipa madeni. Alijikuta hana nyumba, hana mashamba na akaunti zake zilifutwa kabisa. Kevin akawa masikini. Kutoka kwenye magari ya kifahari na suti za bei ghali, sasa alivaa mavazi yaliyotoboka na viatu vyenye viraka. Kilichokuwa kibaya zaidi ni kwamba alianza kuugua magonjwa ya ajabu. Mwili wake ulianguka kwa kasi, ngozi yake ikaanza kupata mabaka ya ajabu na alionekana kama mtu aliyekufa lakini bado anatembea. Kila alipojaribu kupata msaada, watu walimkwepa kama ukoma. Watu wa kijiji waliamini laana imemkumba. Walimsema kwa sauti ya chini, yule kijana aliuza roho yake kwa tamaa. Laana inamla polepole. Kwa siku nyingi, Kevin alikunywa pombe kupunguza mawazo, lakini pombe ikageuka kuwa sumu kwake. Kila tone alilolinywa lilimunguza koo na tumbo, na mara nyingi aliishia kutapika damu. Itaendelea sehemu ya 6.